Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Verse 14. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. For we do not wrestle against what? Flesh and blood. And nilijaribu kuelezea why the Bible never said that the devil wrestles with us. Tunafuata. The Bible is saying it is us that do what? Wrestle with these things that have been put here. Na nilikuwa najaribu kutuambia, or I was trying to explain to us, that the devil is interested in this wrestling. Bwana asifiwe. Shetani akona haja sana na hii vita. Because man has been created not to live forever in this world. But the devil cannot die. Najua kuna watu wanauaga shetani na mapepo. Hii pepo tumeiua, haiwezi kufa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haiwezi fanya nini? So what the devil wants is that he wants to engage you in battle for at least 3/4 of your life. So kama umeishi 70, miaka 60 umekuwa ukipigana. Bwana asifiwe. Wakati sasa mambo imekuwa mzuri, miaka 10 unaenda. Unajua shida ni ati you will still go to heaven. But you will go to heaven as someone who has not accomplished anything. Because for the longest time of your life, you were not living according to your purpose. You were fighting. Na shetani napenda sana, ni kama nguruwe, after umeiosha vizuri, alafu kiachilia, inakimbiaga kwa matope yenye uliitoa. Bwana asifiwe. Shetani, kitabu tulikuwa tunasemanga doka hake mashoro. Sasa hiyo ni nini na Kiswahili? Ni diakago mashoro, ndio hiyo. Diakago mauji, diakago mauji. Shetani anapenda kupaka watu mauji. Hallelujah. And so I was telling us that the devil is interested in this fight. Because the moment you fight the devil, what you are trying to tell yourself is that I am not the problem. The devil is the problem. And every time you say that Satan is the problem, he's 2 steps ahead of you. Because number 1, shetani hakufi kesho. Na hakuzaliwa jana kama wewe. Uliza mwenzako ulizaliwa lini? Wewe ni wa jana. Hakuzaliwa jana kama wewe. Na hakufi kesho. Sisemi unakufa kesho. Bwana asifiwe. And so he's interested in this battle. And that is why the Bible is trying to say, we do not wrestle with flesh and blood. Now let me tell you, a Christian has many faces of revelation. Kuna Mkristo anasema, give and it shall be given unto you. It is scriptural, but it is a level in Christianity. Are we together? Hey, tunafuata. Hey, mimi sio nikata. Tunafuata kabisa. So, you can be a believer, but in believing there are many levels. So, mwenye atasema, give and it shall be given unto you, they are not extra biblical, but that is a level in Christianity. Kuna mwenye atasema, maana ni Proverbs, ni Solomon alikuwa anasema, ukipata pesa usikule yote, una save kidogo. Maana ukisave kidogo, siku moja utakuwa nini? Tajiri. Ama sio hivyo? It is a level in Christianity. There is another level in Christianity that says that I have seen one that spares, lakini anakuwa maskini. Yani, Bwana asifiwe. Moja imekuambia save kidogo kidogo, utakuwa nini? Ingine inasema kuna mwingine nimeona kazi yake ni kusave.
lakini atakufa maskini. Na kuna mwingine anapeana, anakufa nini? Bwana asifiwe. It is a level in what? In Christianity. James anasema kama umegojeka, tafuta wazee wa kanisa. Si ndio hivyo? Wafanye nini? Wakuombee na utapona. Kwingine Bible inasema let the sick say I am healed. It is still a level in Christianity. Bwana asifiwe. Kwingine inasema let no one in Israel say I am sick. And so in Christianity, you choose your level of engaging with God. So this is one of the levels. Nasema hivi maana hii scripture imetumika sana. So nisipo explain mtaona ni kama mimi ni Antichrist. Bwana asifiwe. So the Bible is trying to say we do not wrestle with flesh and blood. That means if your level of Christianity is to wrestle, Bible inajaribu kukupatia a hint that the way we wrestle is not by flesh and blood. Alafu inakuwekea hizi vitu zote, the things that you will be wrestling with. So kama ni wewe, unajua Bible inasema mtu mwerevu akikosana na rafiki yake, the best thing ni waongee before afike kotini. Ushaisoma hiyo? Bwana asifiwe. Ni wisdom. Ya mambo ikiwa baya, jaribuni kusikizana kabla mfike wapi? Kotini. Sasa wewe ukiangalia, haleluya, ukiangalia hii wrestling, are you equipped for this wrestling? Uliza mwenzako hivyo. Muulize are you? Unajua wengine wetu hata hatujui principality ni nini? Hatujui difference ya principalities, ya powers, ya rulers of darkness. Wengine wetu bado tunafunga mfalme wa Persia. I bind the prince of Persia. Sasa hiyo uko Kenya shetani anacheka. Anasema kigetio hiyo. Bwana asifiwe. So ukiangalia hii this type of wrestling, it is good to ask yourself whether you are ready. Next verse please. Next verse. Verse 13. Wewe changamka mtu wangu niki imani. Verse 13. Therefore take up the whole armor of God. Now the language has changed from wrestling to withstanding. Alafu the Bible is very clear. You don't withstand all the times. You see, with wrestling, principalities haziendi bahari, na powers, na rulers of darkness. So every day you are in battle. But withstanding, you are not withstanding every day. You are withstanding in the day of evil. Now I want to ask you, which is easier for you as a Christian? Is it wrestling or withstanding? Siulize mwenzako hivyo, najua pendi hii. Muulize which is easier? Ni kupigana na maroho. Unajua kitabu tulikuwa tunachapanga kesha za overtaking your overtakers. Bwana asifiwe. You are overtaking your overtakers. Wengine niliona wameandika juzi at 1000 days of fasting the devil must die. Ni pati ya maombi na inafanywa. Bwana asifiwe. Silencing your Hannah. Sio Hannah, anaitwa nani huyu mwingine? Penina. Silencing your Penina. Hallelujah. Wakristo tunapenda vita na tujui vita. Maana tukiweka kesha huku tuseme it is time to fly like wings, with wings like an eagle. Sisi wote tumekuja kesha. Ile kesha tumesema ni kesha ya intercession. Hakuna mtu anaonekana. Tunapenda vita. Shida ni ati hatujui vita. Bwana asifiwe. So the Bible is trying to help us. Inatuambia kama unapenda wrestling ni sawa. You have a part in the kingdom. Na inakupatia portfolio ya wale watu unapigana na wao. Alafu inajaribu kukuambia, okay, kama wewe sio wa wrestling, kama wewe ni wa wrestling ni sawa.
Kuamka saa 9 kufunga mapepo ya kwenu. Saa 9. Siku moja niligojekaga nikiwa pahali tulikuwa church. Sasa nabii mmoja akaniadvise. Akaniambia kila siku saa 8 ya usiku unaamka. Unasema the Lord's Prayer mara 21. Idho itore igoro. Leto ya kule amoro. Mara 1 to 21. Kila siku for 21 days. Unajua shida niliamka. Kutojua ni mbaya. Niliamka 21 days. Kila siku. Tunapenda vita. Bwana asifiwe. Na unajua Wakristo tunapenda zile vitu hazikai. You see the gospel is so simple. The mind of a man is not designed for the gospel. Are we together? Ya akili za mwanadamu hazijaubiwa kitu rahisi. Mwanadamu amezoea kung'ang'ana. No turang'ang'ana. Bado tunapambana tuende mbinguni. Mnapambana na nani? Christians tunapenda kupambana. So ukikuja ni kuombe, kuna mtu sitaki kumtaja, lakini kuna mtu alikuja akaniambia pale nilikuwa tao. Akanipatia mashida zake, portfolio ya mashida. Nikamwambia Mungu amekusaidia ametenda. Akasema hapana uniombe. Nikamwambia sio ndio maombi. Bwana asifiwe. Lakini sisi tunapenda yenye tukuje na mafuta. Tuko hapa. Tukuje na mafuta na vitambaa. Unajua vitambaa kama hizi kuna watu wengine, ndio maana mimi ninakutoa tuna ya white. Juu nyingine inakaa show off. Unakuja na ya grey, ya pink, ya blue. Kila kitambaa iko na anointing yake. Anointing ya kutoa mapepo ni kitambaa ya black. Maana ni malaika Mikaeli. Bwana asifiwe. So Wakristo tunapenda hiyo. Ukuje uombewe. Na tuongee na dini. Alafu utoe mbegu. Sasa ukatoka hapa ukijua, na unajua the witches know this. Man is attached to things. Huwezi enda kwa mganga akutoe na jina peke yake ama na neno. Lazima akupatie kitu. Let me tell you. Sijai kuwa mganga. Lakini nataka kukusaidia. Abia mwenzako nataka kukusaidia. You see what the witches do. Na waganga wanakupatia, wanakuambia kwanza leta kuku. Na ng'ombe ama na hizo vitu. Alafu anakupatia kachupa. Bwana asifiwe. Kachupa kameshonwa mara 7. Anakuambia hii chupa isiwaionekana na mtu. Ikionekana unakuwa mwenda wazimu. Bwana asifiwe. Wacha nikwambie ukweli. Maana tumeharibu uchawi before. Hizo chupa zina kitu. Azina. Ile kitu mganga anataka ni kushika akili yako. Kila siku ukiamka unakumbuka haya. Kale kachupa. Do you know wakati utafanya kitu na hako kachupa kama ujielewi utakuwa mwenda wazimu? Unajua kwa nini? Sio mganga. Ni akili. Ushaambia akili. The moment nikitoanisha haka kitu nakuwa mwenda wazimu. And what you feed the mind you become. As a man thinketh, so is he. Bwana asifiwe. So wanachuaga. Siku moja tuliendaka kuhubiri na huku Kabani. Tukaambiwa hii kuku hamwezi kula. Imetolewa sijui nani. Bwana asifiwe. Nikamwambia chijeni. Na unajua hiyo siku tuliendaka tukaomba, tukirudi. Sasa waliendaka bila mimi. Nasikia vibaya sana juu nilichelewa. So wakirudi wakachapwa. Walikuwa wanachapa kwa kahawa. Unapita unasikia umepigwa kiboko ya huku. Nina huku Kabani. Sasa tukaambiwa itabidi mrudi huko maana hamkufanya kazi mzuri. Mkiona mkifuatwa hamkufanya kazi mzuri. Sasa mimi nimeenda, dada mmoja tulikuwa tunaenda na yeye akangojeka. Nikaitwa. Bwana asifiwe. Kuitwa sasa nilipata ako unconscious. So ni mimi na yeye kwa nyumba. Hakuna mtu mwingine. Unajua shetani naye ni mchanja. Bwana asifiwe. So nilikuwa najua huyu mtu akufia huko ni story gani zinaendelea huko.
pastor mmoja kutoka na huku Kabale amepatikana kwa dada, amekufa. Sasa kutoka hiyo siku ndio maana nikiombea watu sifungagi macho. Maana nilikuwa nimefunga macho nikiomba. Wakati nilifungua macho, nilipata amenikodolea macho hivi. Bwana asifiwe. Alafu sasa anasema kujeni muone venye kanajifanya. Yaani hata hawasemi kujeni muone venye anajifanya. Wanasema unajua nilikuwa mdogo bado. Kujeni muone venye kanajifanya. Ni mapepo zinaongea. I think kama hiyo siku sikuchapwa na mapepo mimi asiniwezi. Bwana asifiwe. Sasa sikuwa najua nitafanya nini. Lakini Mungu alikuwa amenisaidia, nilikuwa nimeanza kuongea na dini. So I just started to speak in tongues. Yaani hiyo siku ni yenye unajuaga hii ni Mungu amenisaidia. Sina plan. Bwana asifiwe. Maana tulikuwa tumetoka kwa mzee mwingine kumuombea, kwa mama fulani mzee. Anasema bwana yake alikufa sijui miaka gani. Lakini anamtokea. Na akatuonyesha, unaona pale masaa fulani anakujaga na kiti anakaa hapa. Najua hutaamini lakini sio shida yangu usipoamini. Alitokea. Sasa assistant pastor ndiye alipotea wa kwanza. Nani nashaka na wewe ni mkava unafaa ujue hizi vitu. Kwa nini unapotea? Sasa mmoja naye alikuja amekatakatwa mkono huko. Bwana asifiwe. Juno ni kusojua juu, maana ningejua singeenda hiyo vita. Because you cannot wrestle with things that you know have advantage over you as a human being. In Christ we have advantage over everything. But as a human being, there are beings that can have advantage over us. Maana shetani hana feelings. So ukikanyagwa kidogo, kuna mtu alikuwa anaitwa Joshua, Zekaria, I think ni chapter 3. Alikuwa anaenda kuminister. Kwenda kuminister, shetani akasema, this man cannot minister. Because he has filthy garments. Bwana asifiwe. He has what? Filthy garments. Mungu akasema, okay, hii vita ni vita yangu na mtumishi wako. Give him a new garment. Because he has been plucked from fire. That means the devil knows, because one of the things he will do is to attack your mind. I think in James chapter what now? Chapter 5 verse 6 or verse 7. Inasema, the devil is wandering and roaring like a lion, looking for who to devour. Sindio? Now, ni mtu mjinga tu, mwizi mjinga, ambaye anaweza kupigia simu, akwambie nakuja kwako saa 9 kuiba. Is it true? Maana utakuwa umejipanga. Sindio? Now, what the Bible, kwani ampati sasa watu ni watu wakiwa wapi sasa? Shida tu. Bwana asifiwe. So, what the Bible is trying to say is this, that before the devil devours you, he had roared first. Are we following? So the devil will not devour you before he tells you he's coming. How does he come? With the things you think. Ndio maana Bible inasema, the God of this world has blinded them by the way they think. So the devil will tell you, utaanza kusikia, hii ugonjwa ni Mungu ananifunza. Maana niliongelea pastor. Unajua hiyo kitu inakaa vizuri. Ni punishment. Hii ugonjwa, nilisikia story nyingine, mtu amesema ati amegojeka cancer. Akasema ni hawa watu ni Baptist ama kuna hawa watu wanaamini ugonjwa ni njia ya Mungu kukupunish. So akaenda kwa pastor. Ameenda kwa pastor aombewe apone. Bwana asifiwe. Lakini anaambia pastor, najua hii ugonjwa ni Mungu ananipunish. So pastor akamuuliza, na unapenda venye Mungu anakupunish?
Akasema maana nitakuwa mtu mzuri. Akasema sawa, nataka nikuombee Mungu aongezee umoja ndio uendelee kuwa mtu mzuri. Na mimi naweza kuombea maombi kama hii. Bwana asifiwe. So the devil will tell you, he will tell you, I am coming. Now it is, I don't want to call it stupidity, but it is stupidity for the devil to tell you he's coming and then he fights you not prepared. Hey, Bwana asifiwe. Yeah, the moment ameanza kuingiza thoughts. Siku hizi Bwana yangu anipendi. Venye anaongea na simu anacheka, simuoni vizuri. Ni shetani anakuambia mkame. Bwana asifiwe. Sasa watu washaanza sasa kuichaza kuingia. Kumbe hiyo siku la. Ni yeye. Alikuwa amekwambia nakuja ukaignore. So the Bible is telling you that you can wrestle if you want, but you can get a better version, and the better version is to start. Na ndio Paul alisema, I think it's the next verse, alisema having done all to stand. Stand therefore. Unajua hilo kusema nini? Hizi vitu zote umefanya, they are useless if you will not stand. Are we here? Having done so you can decide, instead of doing all these things and the goal is to start, let me just start. And that is why he says that the righteous shall live by faith. Alafu ikasema, I think it's Romans chapter 8. Ni chapter 10 verse what? Verse 8. Changamka mtu wangu. Romans chapter 10 niko tu hapo pale verse okay. Umeipata? The word is sio hiyo mtu wangu. Inasema the righteous shall live by faith, and if you turn back you cannot please the Lord. Are we together? Alafu ikasema we are not of those that turn back and are destroyed. It's Hebrews chapter. Yes, we are not of those who turn back and are destroyed. Sorry? Yeah, 10 verse 9. 10 verse 9. Sasa hawa kwa internet hawa. 10 verse 39. Haya, angalia hapa. Anza verse 38. Now the just shall live by faith. Are we following? But if anyone draws back, my soul has no pleasure in him. Next verse. But we are not of those who draw back to perdition. Perdition ni nini? Uko na NLT? NLT. New Living Translation. New Living Translation. New Living Translation. Hawa ndio wanakula time yangu, si ndio? Haya. Simu yangu iko wapi? Some Kiswahili. Wenye haki wangu ataishi kwa imani, naye kama akisita sina furaha naye. Lakini sisi hatumo miongoni mwao, miongoni mwa hao wanao sita na kuangamia.
wenye imani, na hivyo tunaokolewa. Bwana asifiwe. So we are not like those who turn their backs on God and seal what? Their faith. Unajua ni venye saa hii sitaki kukuza vitu vingi, lakini you need to ask yourself, because this is about the righteous. Are we together? You need to ask yourself, how can the righteous turn their back on God and seal their faith? So we are not of those who go back. Let me tell you, the mind of a Christian, if you study the scripture, if you study the scripture, the Bible is very keen on the way you think, not the way you pray, not the way you fast, not the way you come to church, the way you do what? The way you think. Because Christians have been brought into the battlefield and they don't know how to fight. And I was telling myself, because ukiangalia Ephesians 6, all the things that the Bible is trying to tell you that you can go to war with, all of them are defensive. You are the one that is getting the punches. Are we together? Who is getting the punches? It is you. Hata ukiwa na bulletproof, upigwe risasi, utajua ulipigwa risasi. And so the greatest, I have come to discover, the greatest thing you can do as a believer, it is to renew your mind. The Bible says, Romans chapter 12, I urge you now, brethren, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Verse 2. Do not be conformed to this world. Don't be conformed. What the Bible is trying to tell you is that you are not of this world. Mungu ashakutoa. But it is your work not to be conformed to the patterns. It is your work to know that what Christ has done is eternal. What Christ has done is not, sio tupigane kidogo leo, kesho tuamke, kesho kutwa Mungu ametuokoa, kesho kutwa, no. And I think in a Christian's life, that is the best thing you can do. It is to start with the truth of the scripture. Bible inasema ya kwamba, and you who have been called with Christ, the sufferings you are suffering is not only for you, even others suffered for Christ. Na ndio Paul alisema, I know whom I have believed. Hakuna scripture napenda kama hiyo. I know him. Na anasema, I know that he is able to keep me even up to the last day. Your work is to stand. Ambia mwenzako hivyo. Your work is to stand. Lakini kama unapenda vita za mapepo, you can still rest. Bwana asifiwe. Yeah, you can be big. Unaweza kuwa wrestler. Kazi yako ni kupigana. Kazi yako ni kupigana. Do you know, you will still get results from that because it's a biblical principle. Are you following? You will still get results, but you can choose a better life. You can choose to think like Christ. The Bible says, let this mind be in you that was also in Christ Jesus. Let it. Scriptures zingine zinasema, permit this mind. So you can choose to think
like someone else. But you can choose to think like Christ. Bwana asifiwe. So it is part of that I wrote a book. And this book, it's a personal testimony. For years, my sister is here. For years, I believe we were fighting the wrong battle. And I've told you, the devil likes battles. He likes it. Unaona ukishida leo. For example, Kipchoge, wachana Kipchoge. Huyu wa juzi ndio Eliud Kipchoge. Si alishindaga ile ya 1 hour, mnakumbuka hiyo? Ameshinda ingine. Ameshinda ingine kama hiyo. Actually kuna mtu alikuja akatoa rekodi yake juzi. That is what the devil wants. You can win today. Na hivyo Shetani aliambia Yesu, alisema, and the devil left for a season. So he was telling Jesus, I know you have won today, but I will come tomorrow. He wants to keep you engaged in battle. But you can choose that I will live by the words, I will die with the words of the scripture. So I looked at my family. I remember one day, nimemaliza by the way 2 minutes. I remember one time I went to pray. I went to pray because I felt I was struggling. Kitambo, sio kitambo sana. It's around 2017 or thereabout. Na hiyo siku nilikuwa nimekunywa pombe. Lakini nikaenda mlimani. Mungu anajioneaga mambo. Bwana asifiwe. Tulikuwa sasa asubuhi sikuamkia kwangu, nikaamkia mlimani. Bwana asifiwe. So I think Mungu aliona my desperation and my frustration. So I went to pray for my mother because for the longest time my mother was sick. Alikuwa na asthma. Bwana asifiwe. Na kuna siku, by the way, that I think sikuambiaga, it's either last year but one. Mama yangu alinipigia akaniambia, nimetoka hospitali, wakaniambia ni kama niko na cancer. Nikamwambia tu, wamekwambia nini? Ni kama, hiyo ni ujinga. By the way, I didn't tell anyone. Hata sister yangu amejua saa hii. I didn't tell anyone. But in my spirit I told the devil, I'm not coming to fight. Do you know a lot of Christians prayer points zao wanapewa na Shetani? Unajifanya mtu. Uliza mwenzako, prayer point yako wewe, prayer point nani amekupatia? Make sure umeuliza mtu. Hiyo maombi unaomba, nani amekupatia hiyo prayer point? Hiyo prayer point umetoa wapi? A lot of people, the prayers they are praying, it is the devil that gave them the prayer point. Let me tell you, Shetani akijua you are praying wrong. Are we together? Are we together? Umeokoka. Shetani ajue the prayers you are praying are wrong prayers. He will push you to the mountain. Siku moja niliambiaga dad, Mungu ameniongeresha mlimani nienda Bible school. Ni kitambo, ni 2019 I think kama 2020. Mlimani. Bwana asifiwe. Sasa hiyo sina kazi, nafungiwa nyumba, lakini Mungu ameniambia niende wapi? Nikasome Bible. Unajua sasa ndio nafikiria kitu kingine, nasema yenyewe wa Kristo tunabeba ujinga na Shetani. So the devil wants you to lose on both sides. Umeenda mlimani siku 30. Maombi yenye unaomba ni wrong. Na bado ukirudi nyumbani huna pesa, umefungiwa nyumba. Bwana asifiwe. He wants you to lose on both sides. The spiritual side and the physical side. So he will keep giving you prayer points. Prayer points. Bwana alikuwa anakuja vizuri, sasa ameanza kulewa tena. Hapana, wacha nifunge siku 14. Atashinda hivyo. Bwana asifiwe. Najua tupendi hii lakini ni ukweli.
he will keep making you to pray wrong prayers. Sasa hiyo wakati hata sikuambia mtu, ni mimi tu nilijua. Nikasema ameambiwa ni kama. Nikasema I'm not going to battle again. So nimeenda mlimani na nimelewa. Bwana asifiwe. Nikauliza Mungu, unataka aje? Aniambie tu ukweli. Unataka aje? In simple terms, what do you want with my life? And God told me, your mother is not sick. I tell you at God. Mungu aliniongelesha nikiwa mlevi. Kuna watu wanaomba sana siku 15, 40 days. Siniwaambia nilienda mlimani Katoroni. Kuna mtu alisema stop yuko kampo na Mungu aniongeleshe. Kitu ilimtoa huko ni jana. Mungu hakuongea. Chai ilimgonga kaona acha nikakule. Bwana asifiwe. Paul alikuwa anaua watu. Yesu aliacha wao watu wote akatokea Paul. Kuna watu walikuwa wanafast waone Yesu. Bwana asifiwe. Aliniambia your mother is not sick. And God told me, and my brother had told me this. Aliniambia there is no deliverer that is coming outside your family. I have called you to be priests. You have to make this work. Bwana asifiwe. So for years you might be thinking, maana kwetu tulikuwa na asma baya, familia yote. Asma baya, ile baya. Mimi ningekaa, the last time nilibleed kwa altar, no bleed. Tukiwa huko. Unakumbuka Mama John? Tukiwa huko. Ni bali nilienda nikainama kwa ofisi. I told the devil, I want you to take all the blood that I have for you. Kutoka leo. Na hiyo siku niliendaga nyumbani nikatupa inhaler, nikatupa PDL. Ulikuwa unakunywa PDL, unasikia ni kama umewekwa pipe hapa. Unapumua, unaona venye unaweza kuona unapuliziwa hewa. Nikasema hii maisha gani na tumeokoka? Bwana asifiwe. And so I knew that we might be fighting the wrong battles in my family. Tulikuwa ushago juzi, mayanko ananiambia, nyinyi mnakujaga mtuambiaje mkikuja? Mimi sina shida na anko yangu, ni masista zangu wakubwa wanakuwa shida na yeye. Mimi sina shida na yeye maana sikukua, akifanya zile vitu walifanya mimi sikukua. So nikienda ushago lazima niende nimnunulie kanusu. Na ni haki ya na anajuaga nikifika tu ushago at least lazima nibakishe 100. Hii ni kanusu yako. So tulienda akaniambia, "Nini hamsemaje?" Nikamwambia, "Unajua niko, you don't have the capacity to tell me that." Maana nyinyi na hiyo kitu limuuma. Na alikuwa mlevi kabisa hata hakuwa naona, lakini niliona venye ameumia moyo. Nikamwambia hii shida ni shida yenu. And we are not fighting your battles. Kumbe all this time tumeingizwa kwa nini? Na sio vita yetu. Tupigane vita za watu, ni kukufa wanakufa. Si ni kweli, si wazee. Kwani mkuu mzee kwani what is the next stage? Bwana asifiwe. So mimi na miaka yangu 2 nitumie 20 years fighting their battles. I said no. Nilienda ushago nikaangalia maana nilipata my sister yako yangu ni simu nisaidie. Ni kazi. Sister yako wangu anaweza kuwa aje anti yangu. Ni brother ya baba yangu. Sio baba yangu, tusimuita tu venye yako. Sawa, tuseme tu ni baba mkubwa. Bwana asifiwe. Sasa watoto wake tuliwapata hapo. Nikapata mmoja hapo ndiye anauza changa.
kijana yake na nimembeba akiwa mdogo. Nimembeba anakaa 68. Do you know what I said in my heart? Shetani ashapigana hii vita. Wakiwa sijui kama Mungu wako, lakini wacha tu assume wako. Si ndio? Mungu na shetani wamenisaidia kupigana hii vita. I cannot fight a man that is already down. Bwana asifiwe. Na ndio Bible inasema, I have heard a proverb that you are saying, the fathers ate sour grapes and the children's teeth are on edge. Hiyo ni kusema wazazi walifanya vitu zao kwenye walifanya, lakini ni watoto wanalipia. I stood and said, I will not pay the sins of my father. I am not. Mama yangu akisikia anataka kugojeka, mimi kazi yangu ni kumwombea. Maana kwenye alienda hatakuwa na yeye. Najua hampendi hizi vitu, lakini wacha nikwambie ukweli. It is possible for you to fight battles until you die and you are not fighting your battles. And so, mimi nipigane vita, nipigane, alafu nipate watoto. Pia nao niwapige kwa nini? And that is why I wrote this book, Generational Mindset. The devil wants to keep you bound for 6 generations. Ukiona kijana wako amekuwa mtukutu na amefika 18, wachana yeye. Najua sio advice nzuri. Wachana yeye. Wachana apigane vita zake. Kwani akigojeka ni wewe utakufa. Najua utasikia vibaya. Bwana asifiwe. Utasikia vibaya, lakini kwa nini wewe ukufe kwa sababu ya vitu mtu mwingine anafanya? Shida yako ni gani? Uliza mwenzako hivyo. Shida yako ni gani? What's your problem? What exactly is your problem? Because this is what the devil is doing. Shetani anajuaga kama hawezi nishika, labda aende ajaribu bibi. Amjaribu. Sasa kama amesimama, akuje kwa watoto. Kijana wa miaka 12 ameanza kuvuta bangi. Peleka polisi. Peleka wapi? Peleka polisi. Wewe uishi maisha kama Mungu alisema unaishi 80. Tafadhali usikufe na 60 juu ya stress. Ukufe na 80. Bwana asifiwe. Yeye atalea generation yake venye anataka. Akitaka wakuwe vuta bangi, the family of vuta bangi. Ni sawa sawa, ni family, ni generation ya. Mimi nimesema generation yangu hatutapigana vita za watu wetu. Niliachia hapo. Bwana asifiwe. Na nikaacha kupigana mapepo za kwetu. Maana siko huko. Mimi niko Nairobi, mapepo za kwetu zinafanyia nini? Mapepo zinafaa kupigana nazo za Nairobi. Na ni za kwenye naishi. Bwana asifiwe. Juu hizi haziwezi ni shida. Hizi ni kidogo, unajua tumepatana huko tukiwa kubwa. Za kwetu zinanijua nikiwa mtoto. Za huku tumepatana nikiwa mkubwa. Kama zinataka tupigane tupiga. Siku moja niliambia shetani, do your worst. Do your worst. Kwani anaweza fanya nini isipokuwa kuua? Do your worst. Bwana asifiwe. Preaching ya leo ni kukuambia usipigane vita sio yako, utachokesha. And the devil has, shetani amepiga Filipi, labda amepitia kwa mtoto. All of a sudden amekuwa mlevi. Shetani anapiga Filipi anakuambia I am coming. Bwana asifiwe. I am coming. Kama ameamua kulewa, mnunulie kama niko yako na muongeza kanusu. Unamsaidia kukufa haraka, akuondolee shida. Nimemaliza by the way.